Niwakaribishe tena siku ya leo tunapohitimisha kitabu cha Ruth. Na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa kutupendelea na kutupatia nafasi hii tuhitimishe kitabu hiki siku ya leo. Tunakushukuru sana na tunaomba uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Jana tulihitimisha kwa kuona kwamba Boazi anakwenda kushughulikia yule ndugu wa karibu ambaye atamuoa Ruth. Katika sura zilizopita nieleza maana ya majina yote. Nafikiri leo tu nieleze maana ya jina Boaz. Boaz ni neno la Kiebrania lenye lilogawanyika sehemu mbili. Ya kwanza ni bo, ambayo unaiona namna hiyo. Hako kaliko na doti. Hako kanaitwa beti. Na kanapoweka na doti kanavyokwenda hivyo, kana maana katika au ndani ya. Halafu az ina maana ya nguvu au kitu chenye nguvu. Kwa hiyo Boazi ni nguvu ndani yake au katika yeye kuna nguvu. Jina lake linasadifu kile alicho nacho yeye. Maana kwanza anatajwa ni mtu tajiri mwenye uwezo katika eneo lile la Bethlehem. Pili, ni mtu mwenye bidii sana na nguvu anapokuwa ameweka ahadi kutimiza yale ambayo anakuwa ameyasema. Tuliona katika sura iliyopita alisema hili Naomi. Mstari wa kwanza mpaka wa 6, Biblia hapa inatueleza namna alivyokutana na huyu ndugu wa karibu zaidi. Biblia inasema anaenda langoni, halafu anamuita. Wanaketi pamoja na wazee 10. Baada ya hapo na watu wengine langoni, anaanza kumweleza kile alichomfuatia. Anamweleza kuhusu shamba la Elimeleki na wajibu wa kumwoa Ruth. Mtu huyu anakataa kwa sababu hataki kuharibu urithi wake mwenyewe. Mstari wa 7 mpaka wa 10, Biblia inatueleza namna ambavyo Boaz alimnunua Ruth na kuwa mke wake. Hapa Biblia inatuambia anatangaza mbele ya watu wote na wale wazee 10 ya kwamba ananunua mali ya Elimeleki na kumwoa Ruth. Hivyo anatimiza wajibu wa kuwa mkombozi kwa heshima na haki. Mstari wa 11 mpaka wa 12, Biblia inatuambia juu ya baraka za watu kwa Boazi na kwa Ruth. Hapa Biblia inafafanua kuwa watu na wazee waliwabariki wakitamani Ruth awe kama Raheli na Lea waliojenga Israeli. Watu hawa pia wanatamani uzao wao uwe wenye nguvu na baraka. Mstari wa 13 mpaka wa 22, Biblia inatuambia Boazi anamuoa Ruth na wanazaa mtoto aliyemuita Obedi, ambaye ndiye aliyepitia katika ukoo wa Daudi, yaani babu yake na mfalme Daudi. Obedi ni neno la Kiebrania lenye maana ya mtumishi au yule anayetenda huduma. Waingereza wanatumia servant, worshiper au the one who serves. Sura hii inaonyesha ukamilisho wa mpango wa Mungu, yaani kutoka kwa uchungu hadi baraka kuu. Mjane Naomi alikuwa na uchungu mkubwa sana, na katika mawazo yake na mipango yake hakujua wakati anamuozesha Ruth kwa Boazi kwamba anakwenda kumuunganisha katika kizazi cha mfalme Daudi mpaka Yesu. Kitabu cha Ruth kinahitimisha kwa kutupatia muhtasari wa uzazi ambavyo ulitoka kwa Perez mpaka kwa Daudi. Perez, Hezroni, Ram, Aminadabu, Nashoni, Salmoni. Boazi akazaliwa, halafu Boazi akamzaa Obedi. Obedi akamzaa Yese baba yake, na mfalme Daudi akamzaa Daudi. Huu ndio mpango wa ukombozi ambapo tunaweza tukaona yanatoka katika mawazo ya mwanamke aliye duni, mjane maskini. Lakini katika mawazo haya Mungu anagonga muhuri, anazaliwa mfalme Daudi na anazaliwa Yesu pia katika ukoo huu. Nikualike tena kesho wakati tunapokwenda kuanza kitabu cha Samueli wa kwanza. Na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa upendeleo huu. Ninapokwenda na rafiki yangu tunapoendelea kusoma, na kesho tunapoanza Samueli wa kwanza, tunakualika Bwana ukawe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana awe pamoja nawe. Karibu tena kesho.